Hello, nawapenda, tena nawapenda sana. Napenda niwakaribishe leo kwenye chaneli mpya nzuri inaitwa Mu Chaneli au Moyo Ulioumia. Je, wewe ndugu, baba, mama, dada, kaka, kijana, moyo wako umeumia? Moyo wako umegafilika? Moyo wako una changamoto? Leo nakuja na chaneli mpya nzuri inaitwa Mu Chaneli. Nakukaribisha sana unafuatilia mafundisho, semina, neno la Mungu litakalotolewa kwa ajili ya kuganga moyo wako, kwa ajili ya kukupa moyo, kukupa tena nguvu ya kuweza kuendelea. Si mara zote tunapita kwenye changamoto afu tunabaki pale. Tusikae pale, bali tusonge mbele. Kuna vitu vinavyokuja vinakukatisha tamaa, kuna vitu vinavyokuja havikutii moyo, vinakuvunja. Usikubali kuendelea kubaki pale, bali jipe moyo. Haijalishi unasemwa, haijalishi unafanyaje, haijalishi umekwata nini gazeti wapi, umesemwa wapi, wewe usiogope. Jipe moyo na ukae uangalie hivi kweli hivi ninavyosema. Labda kuna sehemu ambayo nimekosea, Mungu nisamee, Mungu nirehemu, fanya toba yako binafsi ili uweze kuwa na amani ndani ya moyo wako. Na sio siku zote uweze kumfurahisha mtu, wala siku zote uweze kumfurahisha mwanadamu. Hata umfurahishaje mwanadamu ni mwanadamu, hawezi kuridhika. Wewe kilichopo, tengeneza moyo wako, angalia moyo wako usijeruhike, angalia moyo wako upate amani, angalia moyo wako uwe na uzima na afya njema. Kuna vitu ambavyo vinapita kwenye maisha yetu, kuna vitu ambavyo vinatufanya tukose amani, lakini vile vitu visichukue nafasi kubwa kwenye maisha yetu, bali Mungu ndiye atakuwa achukue nafasi katika moyo wako, bali Roho Mtakatifu ndiye atakuwa achukue nafasi kwenye roho yako. Ukiachilia hivyo utapata nguvu. Achilia msamaha. Neema ya Mungu kupe msamaha, achilia msamaha kweli, kwa sababu ukisamehe ni kwa ajili yako. Ukisamehe ni kwa ajili yako, sio kwa ajili ya yule. Lakini neema ya Mungu kaa ndani yako, furaha na amani vinamiminika. Kwa hiyo nakukaribisha wewe mpendwa, nakukaribisha wewe ambao unasikia ndani yako una amani. Karibu kwenye chaneli mpya, fuatilia mafundisho, ufuatilie kitakachofundishwa, maneno la Mungu, upate nguvu mpya uweze kusonga. Maana shetani yupo kazini sana kuharibu amani ya watu, kuharibu amani. Shetani yupo kazini kuharibu uchumi ili ukose amani. Shetani yupo kazini kuharibu ndoa ili ukose amani. Furaha ya moyo wako iondoke. Kwa hiyo ukishajua kwamba kuna nguvu ya shetani anatumika ili mimi nikose amani, kumbe ndio shetani anikosesha amani. Sasa kaa mbali. Mimi namtafuta Yesu, najua Yesu ni furaha yangu na amani yangu. Haya yote acha apite, na mtazama Yesu. Mtazama nani? Yesu. Amani ya moyo wako ni kila kitu. Neno la Mungu linasema kwamba linda sana moyo wako kuliko chochote unacholinda, maana ndiko ziko chemchemi za uzima. Kwa hiyo chemchemi ya uzima unaipata unapoenda kulinda moyo. Ulinde moyo wako. Ulinde moyo wako. Mara nyingine tunapatwa na magonjwa kwa sababu ya vitu ambavyo tumejaza kwenye moyo. Haijalishi utasemwa, haijalishi utachukiwa, haijalishi utafanywa kitu kibaya cha namna gani, jifunze kuachilia msamaha. Jifunze kuwasamehe wale watu wote. Wasamehe na uachilie. Wasamehe. Ukiweza kuwasamehe, Mungu anasema kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu wa mbinguni awasamehe ninyi makosa. Ukisamehe, amani inaingia ndani yako. Ukiachilia watu, ukiachilia mambo wametenda, ukiachilia, Mungu anaachilia nguvu ya neema ya kuwa na furaha na amani ndani yako. Kwa hiyo vitu ambavyo Mungu anatufanya kwamba tushindwe kuwa na furaha na amani ndani ya moyo, nyingine ni kukosa msamaha, kushindwa kuwasamehe watu waliotukosea, kushindwa kuachilia au vitu vilivyotuumiza, au saa nyingine mara nyingine unashindwa kumsamehe Mungu, unamchukia Mungu, unamchukia Yesu, unasema Yesu hajasaidia kwanza ufai. Hiyo sasa ukimchukia hapo unakosa amani ndani ya Mungu. Unamchukia Mungu, mbona Mungu unitendee? Mbona Mungu ufanye? Hapana, usiwe katika hali hiyo. Wewe msamehe aliyekosea, samehe mazingira, samehe maeneo, samehe watu wanaokuzunguka, samehe watoto wako, samehe mume wako, samehe familia yako, samehe ili uwe na amani ndani yako na Mungu afungulie baraka kwenye maisha yako. Uchungu ni mbaya, uchungu unaturudisha nyuma. Huzuni ni mbaya, huzuni unaturudisha nyuma. Visasi ni vibaya, visasi vinaturudisha nyuma. Usiwe na kisasi. Neno la Mungu linatuomba usijilipizie kisasi, bali ipishe ghadhabu ya Mungu. Moyo wako uwe na amani. Kuna vitu unatakiwa uachilie. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uachilie ili uwe na amani ndani yako. Amani ndio kila kitu. Amani ndio itakayotufanya tusonge mbele. Mungu atupe hiyo neema. Mungu atupe neema, maana si nyepesi. Na ndio maana nikasema kwamba
njia ni nyembamba iendayo uzimani, na ni wachache wengine. Mmoja wapo sasa njia nyembamba lazima uwe na kusamehe, na kusamehe sio rahisi, sio rahisi. Ni neema ya Mungu itakubeba. Mimi ninachokuasa, karibu kwenye channel, usubscribe, usikilize mafundisho ili uweze kupata ni namna gani unavyoweza kusamehe, ni namna gani unavyoweza kulitunza moyo wako, ni namna gani unaweza kuishi maisha ya ushindi katika moyo wako na kuwa na furaha na amani siku zote kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina la Mungu. Maana sisi tunamwamini Mungu. Alituumba akatuweka duniani hapa. Hatujatuleta duniani hapa, hatujatuleta wenyewe. Ndugu, simama, jipe moyo unapochoka, jipe moyo unapokosa tumaini, jipe moyo unaposengenywa, jipe moyo unapodharauliwa, jipe moyo unapokataliwa, jipe moyo. Usiumie hata umekataliwa. Wakukataa, wakukusema vibaya, wakukusengenya, wewe songa mbele, jipe moyo mkuu. Una madeni, unadaiwa, usiumie. Ujipe moyo. Yamkini Mungu anafanya hivyo, kuna kitu anakitengeneza ndani yako. Je, unaweza kustahimili? Je, kwa Ayubu, kumbuke Ayubu. Kumbuka Ayubu ndio utajua kwamba kumbe na mimi natakuwa niishi maisha ya kumwamini Mungu, haijalishi napita. Ni vitu vya dunia vitapita. Lakini je, tumaini langu liko kwa nani? Nasema kwamba hazina yako ilipo ndiko na moyo wako utakapokuwepo. Je,